kazi zingine because me I can't afford that. Na sitaki kurudi kwa Sara Seremu SRC kumwambia aongeze mshahara kwa sababu akiwaongezea wajumbe watataka kuongezewa na kila mtu atataka kuongezewa. So sit down, let us serve our country with commitment. Alaba kutuambia kitu moja. Finally, before you leave, let me tell you one thing. Kuna watu ambao walipigania uhuru wa nchi hii. Some of them are not alive. Their bones are in the graves of this country somewhere. Hawa watu nani anawalipa madola? Na wao ndio walitufanya sisi tukapata uhuru. So from there we were challenged that, you know, for our country to move forward, wananchi, lazima tujitolee sisi wote. And if the sacrifices we are going to make, some of us, is to either defer ambitions or find a way of working with each other, it is worth it and we will do it so that we move our country forward. Na nyinyi wenyewe pia, tafadhali wananchi, tukianza kuzungumza vile tunazungumza, muzingiwe na hizi porocho za huku kuambiwa huyu ameenda hivi, huyu anafanya hivi namna hii. Tuko tayari. Kazi ya kuongoza nchi na kazi ya kuendesha nchi sio kazi ngumu. Watu wengine walikuwa wananiuliza eti wewe tunataka urudi kwa public life. Are you serious? Nikasema there's no time in my life I've never been serious. Because wakati nilikuwa Minister for Education, mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi ikitajwa mimi nachangamuka sana. Nilikuwa hapa nafungua container ya mtihani saa 9 usiku. Napiga shule 15 hapa, naanzia Mudwaine kule Bishop Gatimu Ngandu Girls, naenda kumalizia pande ile ya Nyeri huko juu. And I was all over the place. The following day I would be in Kambiamoto, opening containers at 3 a.m. in the morning, kupigana na wakora wa kusumbua watoto wetu kwa shule. Sasa mimi niko tayari kupigana na watu kama hao, ndio kazi yangu. Mimi niko tayari. Na najua hiyo kazi nyinyi wananchi ndio mnatoa hiyo kazi. Nyinyi ndio mko na kadi ya kura, nyinyi ndio mko na kipande, nyinyi ndio mtaamuka asubuhi muamue ni nani mnapea hiyo kazi. Sisi wakati ukifika, ninawaahidi mkitupea hiyo kazi mtaona vile nchi itaenda. Because we need to clean our country, we need to restore the faith of government so that people can trust the government again. That serikali ikikwambia kitu, kiongozi wa serikali akikwambia kitu, you can go to sleep and trust what they are telling you. Sio eti mnaambiwa hii tunacheza na wananchi vile tunacheza hivi. Ya mwisho, wananchi nataka kuwaomba hivi. Na mimi namshukuru Deputy President Rigathi Gachagua na Mama Dorcas kwa kutualika. This is very important to me. Wananchi, when there is a problem in a country like we have now, challenges of various kinds, you will be tempted very easily. Kwanza sasa, you know, with the frustrations we have, disappointments, unfulfilled promises, hata viongozi wengine wanaweza kuanza sasa kutukawanya sisi wenyewe. Tuanze kupigana. Hiyo maneno mnasikia tunaambiwa 841 versus I don't know what. Hiyo yote ni style ya kufanya sisi tuanze kupigana. Tusahau shida zetu badala ya kutumia wakati wetu kutafuta suluhisho kwa hayo maneno yote, tuanze sasa kupigana sisi wenyewe. Watu wanapiga nduru hapa Nyeri wako na shida. Kule Nyamira wako na shida. Kule Taita Taveta wako na shida. Kule Kakamega wako na shida. Sasa ukabila unatusaidia nini? Sisi sote tuko na shida. Basi tunatafuta namna ya kutafuta suluhisho so that our country can be managed better. Na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo ninawaomba wananchi, msipoteze imani. Don't lose hope in our country. What we are going through is a momentary situation. And let us not be tempted to turn against each other. Mungu atatubariki. We have had some challenges before, but we always rise again. This country is built on resilience. Wakenya ni watu wa kufanya bidii. Wakenya ni watu wanajua vile tunataka kwenda mbele. Don't lose hope. Tukae pamoja, tushikane. Na hao ndugu zetu hapa na dada, tushikane pamoja. Mungu atatusaidia tutafuka hiyo daraja. Na tukivuka hiyo daraja tutaenda mbele. We will fix our challenges. Hizi zote tutatengeneza. So that we fix our education system properly, so that watu wawe na imani kwa elimu yetu. We fix our systems. Hata kama hii ni mambo ya afya, we will find solutions to our challenges together. So that huu muda kidogo tuko na shida hapa na pale, let us not turn against each other.
Hii vile tunaambiwa hii maneno ni kabila hii, ni hawa ndio wanataka kuleta shida, ni kabila hii inataka kuleta shida. Hakuna kabila inataka kuleta shida dunia hii. Makabila ni mawili. Wale sisi ambao tunataka maendeleo kwenda mbele, na kabila ingine ya wale ambao hawataki maendeleo wanatusumbua. Na mimi nafikiri sisi sote tuko kwa kabila moja ile ambayo inataka tuendelee mbele vizuri. Ama namna gani? Mungu na awabariki wananchi and God bless you.